furaha na shangwe kubwa, Bwana yuaja tena. Tunaishi katika nyakati ambazo ujio wa Bwana upo karibu sana. Ujio wa Bwana upo karibu sana. Ukiangalia ishara mbalimbali zinaonesha wazi ya kwamba ujio wa Bwana upo karibu. Tunapoona ishara hizo, tunapaswa kutambua ya kwamba Bwana anakuja upesi. Katika kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya 21 na ule mstari wa Luka sura ya 21 mstari ule wa 10, wa 9, wa 10 na wa 11. Luka 21 anasema, nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia kwanza, lakini ule mwisho hauji upesi. Kisha aliwaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi, na njaa, na tauni mahali mahali, na mambo ya kutisha, na ishara kuu kutoka mbinguni. Huu ni unabii ambao unaelekeza matukio ya wakati wa mwisho. Kutakuwa na ishara mbalimbali, vita, matetesi ya vita. Leo tunashuhudia ulimwengu umejawa na roho ya vita. Vita kila mahali. Kulikuwa kuna vita ya kwanza ya dunia, vita ya pili ya dunia. Leo hii tunashuhudia mataifa wakiandaa silaha mbalimbali. Vita, matetesi ya vita. Lakini pia taifa kupigana na taifa, lakini pia kutakuwa na tauni, magonjwa ya kuambukiza, magonjwa mbalimbali. Tumeshuhudia majanga, magonjwa yanaibuka. Tulishuhudia COVID-19 imetesa watu, imeua watu. Leo tunashuhudia magonjwa ya mlipuko. Hizi ni ishara ya kwamba Bwana anakuja upesi. Lakini pia mataifa yanakasirika, mataifa yanahangaika huko na huko. Hii tunashuhudia kwamba Bwana anakuja upesi. Majanga baharini, majanga nchi kavu, majanga angani. Hivi vyote vinaonyesha kwamba Bwana anakuja upesi. Leo hii kule Amerika moto unawaka, kule California moto unawaka, Los Angeles moto unawaka. Hii yote ni ishara ya kwamba Bwana anakuja. Je, unajiandaaje? Unapoona hayo yanatokea, je, unajiandaaje? Haya ni matukio ambayo yanatuonesha wazi ya kwamba tuko mwishoni sana. Ulimwengu unakwenda kufungwa historia yake. Muda sio mrefu Bwana atatokea. Ishara hizi zinapata kutuamsha ili kuweza kuona ya kwamba tunaishi wakati gani. Kwa hiyo Bwana anakuja upesi, anakuja upesi sana. Hebu tuweze kujiweka tayari kukutana naye. Lakini pia ukisoma hiyo Luka 21, ukienda ule mstari wa 26, Luka 21 mstari wa 25 na 26, maandiko yanasema kwamba tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota, na katika nchi dhiki ya mataifa, watu wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Kutakuwa na vita, kutakuwa na ishara katika jua, mwezi na nyota, lakini pia mataifa dhiki wakishangaa kwa uvumi wa bahari. Leo tunashuhudia bahari inavuma. Huu ni wakati wa mwisho. Hizi ni ishara za nyakati za mwisho. Mstari wa 26 anasema, watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Watu watakuwa wakivunjika mioyo. Ndugu zangu wapendwa, tunaishi wakati ambapo watu wanavunjika moyo. Wasomi wanavunjika moyo, wanasiasa wanavunjika moyo. Kuna mambo yanatokea, wanashindwa kukabiliana nayo, wanavunjika mioyo. Watu wamejawa na hofu. Majanga yamekuwa mengi, ajali baharini, ajali nchi kavu, ajali angani. Moto unawaka kila mahali. Tunashuhudia masoko yanawaka moto, majumba yanawaka moto. Hizi ni ishara za nyakati za mwisho. Ndugu zangu wapendwa, hebu tuweze kufanya maamuzi sasa. Tunapoona haya mambo, tuchangamke, kwa sababu
haya mambo yanatuonyesha kwamba ni ishara ya wakati wa mwisho. Ukimalizia kusoma mstari ule wa 27, anasema kwamba hapo ndipo watakapomuona Mwana wa Adamu akija katika wingi pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Mstari wa 28 anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Unapoona hayo yanatokea, unapoona vita, njaa, unapoona matetemeko, unapoona moto unawaka, nchi zilizoendelea zinashindwa kudhibiti, changamka, kwa sababu Mwana wa Adamu yuko mlangoni. Ndugu zangu wapendwa, Bwana kubariki sana hapo tafakari, lakini chukua hatua. Mwana wa Adamu yuko mlangoni na atakuja kwa uhakika. Anakuja muda sio mrefu, anakuja. Jiandae ili kuweza kumlaki. Nami pia nijiandae, kwa sababu tunaishi nyakati za mwisho. Mungu akubariki sana hapo tafakari, lakini pia na kuchukua hatua na kumtafuta Bwana. Mungu akubariki sana.